Ladies and gentlemen, welcome back and ensure subscribe. Tafadhali take 1 minute to subscribe, turn on the notification bell so that tuki-upload video mpya hivi utakuwa wa kwanza kuitazama. Sasa Faith Kadhambi mnajua huyu mwanamke, kuweka mambo wazi ni kwamba amerudi nyumbani frustrated and broke. How? Imekuaje? Lakini nyumba ilikuwa imejengwa. Lakini hapa njoo hakukuwa kumeimarishwa mabati hapa ndani. Lakini kuna vitu ilikuwa ndani kama kitanda, mattress na hicho vitu vingine na viti. Hata tukamaliza hata kuku dilipewa. Na hicho vitu vingine. Lakini wakachukua sijui walipeleka wapi. Kwa hivyo mimi tukatoka hapo tu tulikuwa na anko, lakini anko anazaeleza tukaenda. Kati mimi mali nilikuwa nakaa nuko nyumbani Meru. Mimi sijawahi kuwaulizia kama nyumba imejaa ama haijajaa sisi. Lakini anko akijaribu kuwapigia simu haiendi. Sasa mimi nikawaeleza na mragani, lakini mimi sijawahi rudi huko naona nyumba imekaa kama imejaa sisi. How is it possible? Okay, I've taken time kuangalia history yake, kufuatilia history yake. I know most of you mumeona ile mambo iko kwa mtandao. I think mmewatch story yake ya kwamba ameweza kurudi nyumbani akiwa broke na akiwa hana nyuma wala mbele, yani ana kitu, ana pesa. Sasa vipi yako uelewi mali ziko? Mimi sijui mali ziko. Mpaka mtu wengi sijawahiona kila kitu. Nani alikwambia uende Meru nyumbani? Nani alikwambia uende Meru nyumbani? Huko nyumbani. Nani alikwambia uende nyumbani kupumzika Meru? Mimi nilisema nenda nyumbani kusalimia wazazi. Sasa ndio tumekaa na Euro mara mingi. Kuna mtu anatupigia simu atuambia tufanye hivi, sasa tumechoka kukaa na Euro. Nyumbani kulipa. Wacha tumelipa nyumba mara mingi, tunamaliza pesa, hata pesa hakuna hata kidogo. Hata mimi sina. Huko tunalipa nyumba. So ilikuwa vipi? Kwa wenye mmefuatilia Faith Kadhambi, ni yule mwanamke ambaye alienea mtandao kwa sababu ya kudhurumiwa kule nyumbani kule Kisii. Kuna yule mzee aliweza kumwambia ya kwamba yeye ni mwizi, ati aliiba unga kilo 2 na akaweza kumchapa sawa. Kaniteremka hapa chini, hii ndio ilikuwa ya mama yake. Kanikalia hapa chini, nikakaa. Lakini mtoto, sijui kama ni mama yangu alichukua, akapea kijana mwingine alikuwa amemshika. Alafu nilikuwa nimekaa hiyo mguru kwa nimekaa vibaya. Hiyo mzee sijui kama alitumana mbele kiboko. Lakini alianza kunipiga hapa vibaya sana, alipiga hivi kanisa hapa vibaya sana. Akatumana kiboko, sijui nani alienda akavunja kiboko, lakini chukua anaangalia akaenda akavunja kiboko. After that, the video of Faith ikaenda viral na kila mtu, si Kisii pekee, si Kenya mzima, hata ulimwengu mzima iliweza kuona, na hivyo ndivyo story yake iliweza kufanywa, na hatimaye Eric Omondi akaweza kusikia story yake na akakuja kumsaidia. Pesa ilichangwa, according to the uncle, anasema kwamba pesa ilichangwa ni zaidi ya 1,600,000. Changire osuguchi yaka in approximate na mchira beko musubwana dola 1.6 million. Kiba se chance piti yanke mpesa. Sio sio aligwetera mpesa, kuna chigwetera mpesa line yero which is a file of even to me. Yiji aligwetera mpesa chiatu mpesa, chiatu mu direct kuchia sare. Na ba update chiba kwa tani chinga naiga. Yona alikuwa bansa lebona Eric na ne manager yae. Ono no abuna aligwekera chiba hapo na igotera bwa tuma gochia segete. Transaction gochia segete. Mwigorete account ya benki. Account ya igoretu. Hiyo ndio pesa ilikuwa kwenye account. Halikadhalika alisema kwamba hiyo waliweza kufungua joint account ya Faith pamoja na mume wake. Account ya igoretu ya pairing two names. Yo no mugako ekabeki chiba alikobe kworo and chiarusu. Unaona? Na hapo kazi ikaanza
ya kujenga nyumba. Tulikuwa tunaona after every 1 week Eriko ana update kule nyumba vipi inaendelea vipi, akiletewa mabati ana update, akiletewa any other thing, materials, viti, kuku, tuliweza kuona vitu mingi. Ameweza kuletewa viti, vitanda, na hatimaye nyumba tukaona imekamilika, imeisha, ikiwekwa viti ndani, kitanda, mattress, yani kutumika kulala. Itakuwaje nyumba ambayo tuliweza kuona imeweza kuisha, kukamilika, viti ziko ndani, vitanda ziko ndani na kila kitu, kutoka nje walipiga video safi sana. Itakuwaje ati hiyo nyumba tena haijakamilika, haijaisha? Ilikuwa vipi? Vitu Uko na tuma kwa leo ama kwa banki tunaenda tunatoa huko, lakini kwa banki hakuna pesa. nani alikula pesa ya banki kama hakuna? Lakini kuna pesa tulitoa ikaenda kujenga nyumba huko. Tulikuwa tunatoa kwa banki. Hicho chingine tunatoa tunalipa ng'ombe. Tata huyu mwenye tuchimamisha afadhali hakuja kama nini atutende kama ni ng'ombe ishe kabisa, nifunguliwe niingie kama ni futu wareta vitu yote nilipewa. Ndio maana niingie kwa nyumba naendelea na kazi yangu. Hata ndio maana tumekaa hivyo, hakuna mtu anakuja. So vile uko hivi, uko na pesa ngapi yenye imebaki kwako? Sina pesa sina pesa. Hata shilingi moja? Hata shilingi moja mimi sina pesa, hata kwa banki hakuna. Mimi niruhusia yangu akaniambia hakuna pesa kwa banki hata. Najua mimi akini yako alikuwa anaambia tuende tukatoe pesa, tulikuwa tunaenda na huyu yako ndiye alikuwa ananiambia tunaenda kunatoa na mimi nampea, lakini mimi sichukuangi. Ndiye anachukua ndiye anajua vile alikuwa anafanya anacho, kama ni kwa nyumba ama anatumania huko. Lakini huyu yako ndio tulikuwa tunaenda kutoa na yeye. Nampatia. Ilikuwa vipi? Najua unajiuliza hivyo, ilikuwa vipi? Lakini after the interview ango yake amesema, najua mliweza kusikia, mimi nawapea tu summary na niwaambie chenye what I think. I don't know kama ni binadamu wako ungrateful ama sometimes ni situation zinabidi, ama sometimes ni ignorance, ama sometimes ni poor management of resources. Itakuwaje sasa? According to the interview, ango yake ya Faith kule nyumbani aliweza kusema kwamba nyumba ambayo ilijengwa na kikundi cha Eric Omondi haijakamilika. Kwa nini? Kwa sababu pesa zimeisha. Pesa walikuwa wanatumia zimeisha. Kumbuka kule wenye walikuwa nalala ni 3000 per day. Unaona? Zile nyumba basi guest house zenye ango yake walikuwa nalala. Halikadhalika walinunulia Faith simu, wakanunulia mume wake simu, wakanunulia mama yake simu, pia ango yake akanunuliwa simu. Simu ya Faith, mume wake na wa mamake ili cost 30,000. Simu ya ango yake alisema kwamba ili cost 29,000. So roughly 60,000 zilitumika kwa simu, na place walikuwa wanakaa 3,000 per day, that's like almost 200,000 per day. Per day ni 3,000. So siku zote zenye walikuwa hapo is almost 200,000. That's a lot of money. So wakasema kwamba after pesa imeisha wakarudi nyumbani. Na sasa je, nikupeleke hapa nyuma sasa kwa huyu kijana ambaye ni mwanamume wake Faith, ama ni bwana wake Faith. Sasa bwana wake Faith ameweza kusema kwamba eti kila kitu ango na Faith wanafanya hawamwambii kabisa, ati wamemsideline kabisa, ajui hata walipochukua title deed hakufahamishwa kabisa. Nyumba ilivyokuwa inajengwa hajafahamishwa. Kukamilika kwa nyumba hajafahamishwa kabisa. Kuhusu zawadi na gifts hajafahamishwa kabisa. Na basi ako katika giza, ajui. Kuna time Faith alikuwa anatoka Meru. Kumbuka kuna time waliambiwa ati watoke kwanza because waliona pesa zinaisha
na pia gharama iko juu, wakaambiwa aende Meru kwa kina Faith. So mmeweke Faith na Faith wakarudi Meru, na ngo yake akabaki kidogo before aende kule nyumbani Kisii. So Faith kuna time alikuwa anaenda Nairobi kama kushughulikia mambo ya title deeds na mambo zingine, ila mume wake hajui. Alikuwa anasikia fununu tu Faith ako Nairobi, hawajamfahamisha itakuwaje, na mume wake alikuwa like ana accuse huyo ango yake kwa kufanya kitu kinyume basi na vile inafaa kufanywa, lakini ango yake alisema ya kwamba yeye ndiye alikuwa amesimamia hii mambo, yeye ndiye alikuwa amefahamu hiyo mambo kutoka mwanzo, yeye ndiye alianzisha hii mambo from the beginning. Yeye ndiye alijua, alikuwa kwa scene of the crime, ndiye alishikia hiyo kitu hiyo mambo yote kutoka kwa koti na mpaka kwenye vituo za media. Yeye ndio alikuwa anafuatilia hiyo story na yeye ndiye alikuwa wa kwanza, so lazima angekuwapo na victim. Na anasema ya kwamba mtu anasaidiwa si mume wake, si mume wake alidhulumiwa, hapana, ati mtu ambaye Wakenya wanasaidia ni Faith. So kijana atulie na nyamaze, because hata hakuwa hii kitu imuhusu, inahusu bibi yake ambaye ni Faith, na akasema ya kwamba mtu huyu kama huyu aweze kunyamaza. Na pia aliweza kucomment ya kwamba there is a probability that kuna watu ambao hawataki shughuli yote ikamilike, na kwa hivyo wanaanza kumchochea ya kwamba ango yako ndio anakula pesa, ango yako ndio mbaya, ango yako ako hivi na hivi, ufanya hivi, fanya hiki na kile. Lakini hiyo hata ituhusu. Je, mbona nyumba ikuisha? 3 points to note. Number 1, pesa imeisha. Wanasema kwa account pesa haiko, kwa M-Pesa haiko, kwa banki haiko, no money. Number 2, wamesema ya kwamba wamejaribu sana kureach Eric Omondi, hapatikani. Ni mteja wa nambari uliopiga, hapatikani kabisa. Unaona, wamejaribu kumpigia, hapatikani. Lakini na sasa kitu ingine, wamerudi nyumbani. Faith amerudi kule Kisii, pale alipochapiwa. Unaona, wameabandon that house. So hiyo house kujengwa kukamilika imekuwa kama ndoto. Unaona, so wamerudi nyumbani. Na kitu kingine usisahau, kitu kingine kimetokea ni kwamba Faith ango yake na yule mamake mother in law wameweza kusema ya kwamba hawataki kule ambapo nyumba imejengwa. Ile place hawaipendi, hawaitaki kabisa. Wanasema ni mbali kutoka home, na pia si place mzuri kwa usalama, si mzuri. Kumbuka ango yake aliweza kusema hiyo place si mzuri, ni kwenye msitu. Amesema kwamba nyang'au ziko huko, Fees. Yes, wako huko wengi nyang'au. Ati hiyo place si poa, si kwa usalama. Na waliweza kusuggest ya kwamba ikiwezekana hiyo nyumba ikamilike, iishe kabisa, waiuze, wakuje wanunue plot place ingine huenda karibu na nyumbani. Na kitu ya kunote ni kwamba wameweza kusamehana, na yule mtu aliweza kusemwa eti aliweza kukosea Faith. Wameweza kuombeana msamaha na waweza kusamea. That is the words from the uncle. So that means wanataka Faith akae home. Na pia I think I don't have a problem with that. Najua kila mtu, most of you, I don't think you have a problem with that. Faith akae karibu na nyumbani, kwa sababu hakuna kitu inaweza mfanyikia kule home. Hapana. Lakini swali ni je, mbona nyumba ikuisha? Number 1, there is a possibility that these funds zenye zilikuwa raised through fundraising zilitumika vibaya. There was mismanagement of funds. Yes. Au on earth, imagine, yani umesikia pesa, sitaki ni charge, but pesa za simu umesikia zili cost about more than 60,000. Pesa ya place walikuwa nalala, chakula nini, zili cost more than 200,000. Pesa ambazo walichanga ni 100. Pesa walichanga ni 1.6 million. Pesa kidogo sana. Na bado ile nyumba hii kuisha.
eti kuna place mvua ikinyesha inanyesha kwa nyumba, so kuna place huko juu kwa mabati, kwa roofing ijaisha. Wakati alikuwa anaojiwa msimamishi ama contractor aliweza kusema ya kwamba hajalipwa, kuna deni kubwa ya zaidi ya 170,000 hajalipwa, zaidi ya 170,000 hajalipa. Kumbuka kuna pesa pia ambazo zitatumika from now there ndio nyumba ikamilike, ni more than 220,000 total, more than 400,000 zinahitajika ndio nyumba iweze kukamilika, unaona. And kuna place hizo vitu zilikuwa zimewekwa, hizo mazawadi, magifts, kama viti, vitanda na kadhalika. Hiyo place pia inalipiwa na pesa inaendelea ku accumulate. So what is the future? What is the way forward for Faith Kadhambi? Faith Kadhambi ako at a crossroad, ajui atafanya nini, ajui kama achukue vitu awachane na nyumba ama ajengewe nyumba iishe ndio aende kulala huko, aende kuishi huko, na pia akutaki huko, hataki kabisa huko. I don't want to charge. Maweza kusikia venye wamesema mother-in-law hataki aende huko, yeye hataki arudi nyumbani Kisii. Kijana mume wake anasema ya kwamba ango yake anatumia pesa vibaya kwa sababu amwambii kila kitu chenye kinafanyika. Ango yake pia ameweza kusema ya kwamba huyo kijana hajawahi kuwa hapo nyumbani, ajui hata venye bibi alipigwa, ajui chenye alipitia. Hata hivyo si yeye anasaidiwa, ni bibi yake anasaidiwa. So pesa si zake, pesa ni za bibi yake. Na amesema kwa sababu yeye ndiye alikuwa wa kwanza, alikuwa anafuatilia hiyo story, yeye ndio alihusika kabisa na hiyo story, yeye ndio anafaa kujua kila kitu vile kitaenda, na pia hakuna pesa. What is the way forward? I don't know how you take this story, but that is it. Thank you guys. And what I will say about the story, maybe I think Wakenya watakuja wamsaidie tena, because Faith looks innocent. I know some people have taken her out of context. Wanasema ako ungrateful to Eric Omondi ama wenye walimsaidia, but I think he didn't say that. Nilimfuatilia sana and some guys took her out of context. So I hope Faith is very innocent. Faith ako na problem ya kusikia, as you know, hata kujieleza mnaona venye na struggle. So I think she's so innocent, but she's brilliant. Yeah, she's so brilliant. She's so brilliant. Yani she's so intelligent. Yes. So na akisaidiwa atasaidika. Alisema kwamba ameweza kusomea salon, kosi ya salon. I think Wakenya wakimsaidia wakijaribu, I hope atasaidika. I hope kuna mtu ataguzwa na aweze kummalizia nyumba. That is a very innocent lady. Leave alone the husband, because hata hatumjui, and the uncle looks smart upstairs. I don't know how he allowed mismanagement of funds if madai kama au ni ya ukweli. So I'm just praying that the project itaenda vizuri na ataweza kusaidika na ataweza kuendelea vizuri na maisha yake ikue mazuri. I don't know what you have, I don't know chenye uko nayo. Andika ujumbe kwenye comment section, uweze kusubscribe, turn on the notification bell so that you are notified every time we are posting any video like this. Yes, thank you.